Wewe Chakomwe, wewe mifupa, wewe kembamba. Yani nakuitako halafu unaletako dharau weti. Yani mama mko wako anakuitako, wewe unanivungia kwa mimi. Yani hichi kitoto na leo na hivi leo tuko Mtumbili. Yani leo ndo utakubali. Na hivi mikono na hizi ni miepesi na inaniwashepo. Yani kuitupa hivi ni dakika 2. Wewe mifupa, nijeka huko. Sasa naona kaza dharau zinazidiko kipimo. Wewe mifupa wewe. Wewe Chakomwe. Wewe mifupa. Wewe kembamba. Yani nakuitapo halafu unaletako dharau weti. Tarumbeta yani limeanza. Yani baada tu ya Side kutoka nilijua tu ameniachia kasheshe. Yani Mungu wangu, na ndo asubuhi huyu mama jamani. Hivi ana shida gani huyu? Mbona anagubu la namna hii? Na siendi. Nakwambiaje leo siendi na liwalo liwe. Maana umama kasha nifika hapa. Yani kuna kuendea huyu mama huyu tutafikishana pabaya. Yani nakwambia ataita paka atachoka. Mimi sito amekuja. Nakwambia leo picha linaanza mapema. Hivi wewe Kimsukule, ina maana napokuwa na kuitako ina kwamba husikii masikio yako yamegongelewa misumari au ni nini? Au komo hilo linaziba masikio kwamba sauti yangu haipitiko? Ama ni dharau? Maana nimekuwa naita mpaka koli na nikaukieko na kwa mishipo na nitokapo hivi. Yani mimi wakukuita wewe mpaka si dharau hizo? Si dharau hizo na kuuliza wewe Chakomwe? Mama Kimsukula mwenyewe. Tena naomba uniache. Nimekuchoka, naomba uniache. Nilikuwa nakusikia na sijataka kuja kwa sababu sikutaka na sitaki na sihitaji. Kwa sababu sitaki kuishi na wewe hapa. Nimekuchoka mama, uniache. Ndio maana sitaki kabisa kuwa hata karibu na wewe. Hivi unasemaje wewe mifupa? Yani kwamba sasa kama umenichokepo, si uondoke. Si ufungasha virago vyako uende kule alipo kutoeko mwanangu. Au kuna haja ya upewe usafiri au upelekwe. Umepasahau ulipotokepo huko kwenye mabushi huko manini machakachaka huko. Kwa Wachakomwe wenzako huko. Si uendeka huko. Kinacho kufanya ukalishe komwe lako hapa ni nini sasa? Yani kumbe wewe ni mtu mzima lakini kumbe akili umeziacha chini. Sasa wewe ndio umenikuta hapa, alafu unasema niondoke. Aondoke nani? Utaondoka wewe. Yani hapa wewe umejileta, utaondoka. Si unanielewa mama mtu? Yani hilo likuingie na likushike. Na Chakomwe mwenyewe, Chakomwe wewe na familia zako huko, ulikotoka huko sijui chuna ndo wa Chakomwe. Mimi sio Chakomwe. Yani unasemaje? Nilikuwa nataka ujichanganye kwa tu nikunyoosha kwa vizuri. Sasa leo ndo utaenda kusimulia vizuri hata akiji na huyo mume wako, utasemeka vizuri kwamba leo ulijaa kwenye mfumo. Leo nakunyoosha kwa vizuri. Yani wewe, yani Tiefyeng, kamengu keko vibaya. Wewe, ebu amkepo. Wewe Chakomwe, wewe. Ebu amkepo. Ayo yote umeatakapo wewe. Akaamki mama yangu. Takoka mekoseko. Sasa nifanyeje hapa? Nifanyeje? Tukiendeko kwa sababu sema nimpelekepo hospitali, itaonekana nimempigepo. Kwa lazima hapa polisi itanihusu. Nikisema hapa nikimbiepo tu. Niende tu nipoteleko kama ni wapi ni Chunya ni wapi nikimbieko. Maana sina cha kueleza, nimembamizeko mwenyewe. Najikutepo na maasira. Na hapana kwa kweli. Hapana kimbieko. Hapana. Siwezi kwenda jela mimi. Hapana kimbieko kata kama mekoseko waka. Hapana kimbieko. Hapana kimbieko Tiefyeng. Karibu sana Kichuguu. Maana naona umekuja ndani ya muda kabisa. Maana jana usiku tuliongea muda huo. Basi nashukuru kwa sababu umetii wito. Umefika asubuhi kabisa mapema. Hujasumbuliwa na sekretari wangu hapo? Maana namjua yule naye ni kichwa kibovu na kile kithembe chake. Yani huwa ni msumbufu, alafu yani kuna muda akili inavyomtumaga ni hivyo hivyo. Waga yani ni mfyatulile mkurupushi tu na hicho kithembe chake kile. Yani kwa kweli huyo sekretari wako ni mara 100 tu umemwahi mwenyewe kumuongelea, kwa sababu nilikuwa kidogo nianze kumsema hapa. Kidogo nianze kumchoma maana kanizingua kweli yani. Mara yana kithembe chake kile inakuaje kwaje sasa kwamba unamjua ni mfyatulile ana kithembe na nini ndio hivyo tena dishi lake kidogo kama nyuzi fulani zimekatika, lakini bado unazidi kuwa naye tu.
Inakuwaje sasa? Vipi kwa wateja ambao wenye hasira za karibu? Maana mimi angalau nimeweza kujicontrol. Maana tunajua tena ukiwa msanii mashabiki zako kuna muda wanakuja hivi inabidi waweke hivi. Sasa nimejaribu kujicontrol. Vipi wengine sasa? Yule ni sawa, ni dishi mfyatulile, ana kifembe kidogo, kama nyaya fulani za kuconnect ubongo pamoja na akili ni kama zimekosewa. Nyekundu imewekwa kwenye kijani, kijani imewekwa kwenye nyekundu. Lakini ni mchapakazi. Nachompenda ni kwamba anajituma. Licha kuwa dishi kidogo, lakini kwenye kazi huwa ananyoosha hivi. Ndio maana nazidi kuwa naye, kwa sababu najua ana mapungufu, lakini kwenye kazi yuko vizuri. Anyway, tuachane na huyo dishi wako, huyo mfyatulile. Sasa vipi kushana na malipo sasa? Maana uliniambia kwamba wewe unaweza kunilipa hela ambayo Mshukuma ameshindwa kunilipa, na unisema unaweza ukanisaidia hasa kwenye swala langu la muziki. Sasa ndio maana nimekuja mapema, kwa sababu ndio swala ambalo nalitegemea kwenye kula. Mimi ushanii ndio kitu ambacho nakitegemea kwenye kula. Yani mambo mengine yani usingezungumzia kunisaidia nisingefika. Vipi sasa kushana malipo? Unanilipa hivi au? Kichuguu, yani usiwe na haraka wala na pupa. Punguza kimuhemuhe. Tuliza akili na kichwa. Sawa? Yani hilo fuvu litulize. Sababu mahali ulipofika hapa ni mahali ambapo ni hatua ambayo inaenda kubadilisha maisha yako. Mimi sio tu kwamba naenda kukupa huo mshahara, bali ninaenda kukupa kazi rasmi. Yani mimi naenda kukufanya unakuwa star mkubwa ambaye utakuwa unaingiza pesa nyingi, tofauti na pale ulivyokuwa kwenye ile baya yule Msukuma. Mimi nataka nikudhamini, nikusimamie ili uwe unafanya performance. Nina hall nyingi, nina stadium, nimeua nakodisha watu wa kufanya sherehe mbalimbali. Naweza tukaweka ukawa unaenda una perform, unaingiza mamilioni, na sio kile K50 anachokupa Msukuma. Si unanielewa Kichuguu? Mama. Ulikuwa wapi Boshiroman wewe? Yani nakuona kabisa ni mtu ambaye umeshushwa kutoka mbinguni ili kuja kunisaidia. Yani kama malaika Boshiroman. Ulikuwa wapi? Yani hiki ndo kitu ambacho nilikuwa nawaza siku na mimi niwe na perform kwenye stage kubwa. Watu wanakuja wanalipa pesa kwa ajili ya kuniona mimi, sio kuja kwa ajili ya kununua kinywaji ili wapate burudani. Watu wanakuja kulipa pesa kwa ajili ya kupata burudani. Yani kitu ambacho umekiwaza sikutegemea Boshiroman. Yani wewe ni mtu muhimu sana. Yani wewe ni tajiri. Achana na yule Mshukuma. Yule Mshukuma hamna lolote, mjanja tu vile kibaba vyake ndo vinamnani. Ila wewe ni mtu kabisa, utakiwa uishi miaka mingi sana, na ukifa utaosha. Hata kama ukiosha utakuwa mbolea, utaotesha miti. Usijali Kichuguu. Mtu kama wewe unastahili maisha makubwa, maisha mazuri. Msanii ambaye una uwezo wa kuimba, kuperform mbele za watu, utaki kuishia kuimbia kwenye bar. Wewe ni star, ni mtu mkubwa. Mimi nikikuangalia wewe naiona pesa. Wewe ni pesa Kichuguu. Utaki kuhangaika kwenye vibaba vya bia huko upate vimshahara vya ovyo. Kwa mimi nazidi kuhakikishia tu kwamba huu ni mwanzo. Kwa hivi sasa leo nitakusainisha na nitakudhamini rasmi. Pia nitakufungulia bendi yako ambao utakuwa unafanya nayo kazi, ambao mtakuwa mna perform kwenye hall, kwenye stadium zangu ambazo tunakuwa tunafanya. Mbali na hapo tutakuwa tunaenda mikoani, wapi, pengine hata nje ya nchi. Tunaweza tukafanya vitu vikubwa endapo ukikubali kushirikiana na mimi. Mama we Boshiroman. Yani sijui nilie, sijui nifanyeje. Yani nachanganyikiwa. Yani mambo ambayo nilikuwa nayaota kabisa Boshiroman. Au ulikuwa unachunguza ndoto zangu Boshiroman? Boshiroman, mimi kuanzia sasa hivi mimi ni mali yako kabisa. Yani mimi ni mshani wako. Yani chochote kile utakachoniambia Boshiroman mimi nitafanya. Kwa hiyo yani niko tayari Boshiroman, wala hata usiwaze. Niko tayari Boshiroman kwa lolote. Wewe ndo mtu muhimu sasa nilikuwa namtaka Boshiroman.